Ya mwisho, mimi nimekuwa katika serikali ya William Ruto, nimekuwa Minister wa Interior miaka 2. Nikakazana na hiyo kazi for 2 years. Juzi 4 months ago, rais akanipatia nafasi ingine ya kuwa Deputy President. Mulifurahia hiyo hatua ya rais? Mulipendelea hiyo hatua ya rais? Mmefurahi? Onyesheni rais kwa mkono kama mmefurahi vile Mimi nataka nimalizie kwa kuahidi watu wa Kenya, wakiwemo watu wetu hapa Meru. Mimi nitajaribu vilivyo, vile nilijaribu nikiwa waziri wa usalama. Nitajaribu kufanya bidii kwa kazi ya kumsaidia rais. Na rais atapata tena ati kusumbuliwa, ati kufanyiwa sijui nini, because there is no competition between the president and the people working under him. As the principal assistant to the president, I am the deputy president and subordinate to the president, and I am happy in that role. Kwani kiti ya deputy president ni kiti kidogo? Si ni kiti kubwa? Lakini watu wengine wajinga, unapewa kiti kubwa, badala ya kushukuru Mungu na kushukuru rais na kushukuru wananchi, unaanza kushindana na kiongozi wa taifa. Mimi hiyo maneno ya ujinga, I am not part of that business. I am happy with that position. I am grateful to the president. I am grateful to the people of Kenya who elected the president. I am grateful to God. And I am comfortable. My work is to support, to defend, and to help the president deliver on his mandate to the people of Kenya. Ama nyinyi mnataka nianze mashindano na rais? Watu wa Nkwene, watu wa Nkobo, mnataka nianze mashindano na rais? Nianze maringo na mambo ya kubishana na mkubwa wa nchi? I am already happy, and the deputy president is not a small job. It's a huge responsibility. I will work day and night to make sure President Ruto has someone to help him, and I'll work with the ministers, the PSS, and everybody else to make the work of the president easier and more efficient. As many of that opinion say aye. As many of that opinion say aye. As many of that of counter opinion say nay, the ayes have it. Thank you, Mr. President. God bless you. Asanteni sana. Thank you. Professor Kithure Kindiki anatosha ama atoshi? Anatosha ama atoshi? Sikizeni. Huyo muungwana, kuna watu wanamkejeli ati yeye ni yes man. Mimi nataka niwaambie, si Moi alikuwa yes man ya Kenyatta? Si Kibaki alikuwa yes man ya Moi? Si mimi nilikuwa yes man ya Uhuru? Kuna mahali iliharibika? Si mimi nilimheshimu Uhuru Kenyatta? Hata wakati mambo ilikuwa imeharibika, si nilikuwa nasema mdosi yangu? Si hiyo ni kutumia akili? Sasa wewe profesa, endelea na kazi bwana. Wachana na wale. Sisi tunakubaliana? Sisi tunakubaliana? So tuendelee namna hiyo kwa sababu ya muhimu. Kama ningekuwa natafuta mtu ya kupingana na mimi, si kuna watu ya upinzani ya kupingana na mimi? Iko haja ya kuwa na deputy president ya kupingana na wewe? Si mtu akitaka kupingana na rais aende upinzani? Ama namna gani? Na tuko na watu wengi ya upinzani. We are not short of people mwenye wanaweza kuendelesha mambo ya upinzani. So bwana naibu wa rais, nisaidie, hii kazi ni ngumu, nisaidie tusukumane ndio Kenya ibadilike, niunganishie hawa mawaziri, ma PSS, ndio kazi ya Kenya iweze kusonga mbele. Tumekubaliana watu wa Ngwene? Tumekubaliana? Na mimi wacha niwaeleze ndugu zangu watu wa hapa Meru. Mimi Meru si mtu mgeni. Mimi nimekuja Meru mara nyingi, ni kweli ama si kweli?
Nimekuja hapa tangu nikiwa mjumbe. Nikakuja hapa nikiwa waziri. Mimi nimefanya kazi na Moi kama mjumbe na kama naibu wa waziri. Mimi nimefanya kazi na Rais Kibaki. Mimi nikiwa waziri wake wa mambo ya kilimo na nilifanya kwa bidii. Mimi nimefanya kazi chini ya Uhuru Kenyatta. Mimi nikiwa naibu wa rais. Mimi naelewa mambo ya uongozi ya Kenya. I am not junior. I am not new. I understand what is necessary for us to move this country forward. Na mimi ile urafiki nimejenga na watu wa Meru. Ile urafiki nimejenga na watu wa Mlimani. Na ile urafiki nimejenga na watu wa Kenya. Mimi siwezi kukubali mtu mwenye hana maono, mwenye hana mpango, mtu wa chuki na fitina, akuje haribu urafiki na undugu na uongozi ambayo tumejenga kwa miaka mingi. Ya muhimu Kenya hii ni vile tutaungana, vile tutashirikiana, vile tutafanya kazi kwa pamoja, sio kwa manufaa ya viongozi lakini kwa manufaa ya wananchi. We must not be asking what is in it for the leaders. We must be asking what is in it for the people. And that is how we are going to succeed. Tumekubaliana jameni? Tuko pamoja? Hakuna haja ya sisi viongozi kushindana. Mashindano ya viongozi ni wakati wa uchaguzi. Uchaguzi ikimalizika tunarudi kwa kazi ya wananchi. Ama namna gani? Si kama mambo ingine ya nani atakuwa nani hatakuwa, si nyinyi mtaamua. 2027 si nyinyi ndio mtaamua. Kuna mtu atawaamulia. Sa nyinyi si mtaamua kulingana na ile kazi mtu amefanya. Mtu akizembea kazini si mnampeleka nyumbani. Akifanya kazi hiyo ingine mnamsukuma mbele. Na nyinyi ndio kusema. So tuendelee namna hiyo. Wacha sasa nichukue nafasi hii nimkaribishe Governor Isaac Mutuma. Asante, Your Excellency. Antobankwene, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ndawira asifiwe. Kama tunaibwa baya? Kote na sababu ya kusifu Bwana Yesu, president wetu atureterete bilioni ya mbesa Ameru. Bwana Yesu asifiwe. Your Excellency, sitachukua muda mrefu kwa sababu najua unaenda Kirinyaga. Na tunashukuru umeshinda nasi hapa Meru.